Msichana, uko nyumbani kwenu au uko kwa ndugu yako, umemaliza chuo, umepumzika hapo, au umepata mimba bahati mbaya, uko tu hapo nyumbani na mtoto wako hivyo. Uko nyumbani, yani haulipi kodi ni wala nini. Uko bado unajitafuta ili kusudi utengeneze maisha yako. Unatafuta kahela kamtaji. Mara anatokea mjamaa. Mnaanza kudate. Yule jamaa anaanza kuona kama hapo nyumbani kwenu unabanwa sana. Anakwambia, bwana, hapa unabanwa sana. Toka bwana nikakupangishie. Toka, mbona wanakubana hivyo? Wewe umeshakuwa mtu mzima, Anakudanganya na wewe unatoka nyumbani kwenu unaenda kupangiwa chumba. Anatafuta chumba hata cha 50,000 au wewe mwenyewe anakwambia tafuta. Unaenda dada, unatafuta chumba una 100. Unapata chumba, unampigia simu, nimepata cha 50,000. Anakwambia haya, hamisha vitu vyako. Unaenda nyumbani kwenu unawaambia, mimi naondoka, nimepata chumba hapa, naona kama si mimi nimeshakuwa mtu mzima. Dada, unaondoka nyumbani kwenu unaenda kupangiwa na mwanaume. Mwezi wa kwanza huyu mwanaume atakulipia. Unajua kwa nini atakulipia vizuri? Ni kwa sababu anajua unaenda kulipa na kitumbua. Utampa kitumbua na tayari atakuwa anapata kitumbua anavyotaka, ni kama mke wake, kwa sababu tayari una uhuru ambao yeye alikuwa anautaka. Atalipia kitumbua hicho mwezi wa kwanza. Itaenda akifika mwezi wa 6 utaanza kushangaa excuses. Baby, unajua hali ngumu, baby, unajua mambo ni mengi. Mwisho wa siku anakwambia sitaweza tena kukulipia. Msichana, kuwa makini, utadhalilika. Kama hauna biashara yako, kama hauna kazi yako, kama hujaamua wewe mwenyewe kwamba una pesa ya kwenda kurent, usiende kupanga in the name of relationship. 2026, msichana, usitoke kwenu ukaenda kurent in the name of relationship. Utadhalilika. Yaani mwanaume atakuaibisha, hautawahi kuamini. Kaa kwenu mpaka utakapo